Sasa hebu tuangalie changamoto zinazowapata au zinazowakumba wamama wajawazito. Namba 1, upungufu wa damu, anemia. Dalili kuu ya upungufu wa damu ni uchovu mkubwa na kuishiwa nguvu haraka, kizunguzungu, ngozi kuwa rangi hafifu, moyo kupiga haraka, upungufu wa pumzi na wakati mwingine basi maumivu ya kichwa. Sababu kuu hasa ya upungufu wa damu, mwili unahitaji damu zaidi kwa ajili ya mtoto na mara nyingi upungufu wa madini ya chuma au ya acid folic na folic acid. Jinsi ya kuitatua hili tatizo ya upungufu wa damu: kula vyakula vyenye chumvi nyingi, lakini nyama nyekundu, samaki, mayai, maharage, mchicha, mboga za kijani na nafaka zilizo ambazo hazijakobolewa. Lakini pia chukua dawa za madini ya chuma kadiri daktari atakavyo kuambia. Dawa hii kumbuka kwamba unapewa na daktari. Namba 2, shinikizo la damu, yani gestational hypertension au preeclampsia. Dalili za tatizo hili ni shinikizo la damu kupanda, hii unapimwa daima, unapimwa clinic. Lakini pia maumivu ya kichwa, maumivu makali, uvimbe wa ghafla, miguu kuvimba, mikono, uso, na pia sometimes unaona ukungu au kuona kama madoa na maumivu chini ambavyo upande wa kulia. Hatari sana. Hii inaweza kuwa preeclampsia ambayo ni hatari kwa mama na mtoto. Jinsi ya kutatua: pima shinikizo la damu mara kwa mara wakati wa kwenda clinic au nyumbani ikiwa kama una kifaa cha kupimia. Lakini pia punguza kula chumvi kwenye chakula chako. Kula mboga na matunda ya kutosha. Mazoezi mepesi kama kutembea au yoga kwa ajili ya yale matembezi mepesi au mazoezi mepesi kwa mama mjamzito. Ikiwa sasa daktari atagundua kwamba unaweza yeye sasa ataweza kukuandikia dawa au kukushauri kupumzika zaidi. Kwa hiyo unatakiwa usipuuze kabisa, inaweza kuwa hatari. Namba 3, kisukari cha mimba, gestational diabetes. Dalili hasa mara nyingi hazionekani moja kwa moja, lakini baadhi ya mama hupata kiu kikubwa, kukojoa mara kwa mara, uchovu na maono kutoonekana vizuri. Sababu kubwa ni hormone za mimba hufanya mwili usitumie insulin vizuri. Na jinsi ya kutatua hili tatizo: basi utafanya kipimo cha sukari ya kwenye damu, yani glucose test, na ikiwa sana ukiwa katika wiki la 24 mpaka la 28 au mapema. Unatakiwa ufanye sasa kula lishe yenye usawa, yani epuka sukari na vyakula vilivyosindikwa au vilivyokobolewa. Kula nafaka nzima ambazo hazijakobolewa, kula mboga kwa wingi, kula vyakula vya aina ya protein kwa wingi. Lakini pia fanya mazoezi mepesi kila siku, au tembea au dakika 30. Ikiwa ni lazima, daktari anaweza kukupa insulin au dawa. Hali hii mara nyingi haina yenyewe kwamba ukiwa na tatizo hili la gestation ukiwa na hili tatizo la sukari ya mimba, basi baada ya kujifungua pia hii hali itaisha yenyewe. Mara nyingi huwa inakuwa hivyo, lakini inaongeza sasa, ukiwa nayo inaongeza hatari pia ya kisukari baadaye, maana kisukari cha type 2. Lakini namba 4, maumivu ya tumbo, abdomen pain au cramps. Dalili ni maumivu madogo yanayotokana na uterus, tumbo inakuwa
na kunyoosha kwa mishipa, yani ligament. Maana yake tumbo linakuwa linauma na kuachia, inauma na kuachia. Wakati mwingine basi maumivu ya chini ya tumbo au ya mgongo. Dalili za hatari, hizi ni usipuuzi, hizi ni dalili kubwa za hatari. Maumivu makali yasiyokoma, kutokwa na damu ukeni au maumivu pamoja na homa. Hizi zote ni dalili za hatari. Jinsi ya kutatua: pumzika, au ukiona damu kimbia hospitali haraka. Hata ukiona tone la damu, ukiwa kama wewe ni mjamzito, basi nenda mapema sana hospitali. Lakini pia ukiwa na upande wakati wa kulala, basi badilisha upande wa kulala. Lalia upande wa kushoto, ni mzuri zaidi. Lalia upande wa kushoto. Lakini basi tumia maji ya uvuguvugu, weka kwenye nani. Lakini sishauri sana, sio mara kwa mara, ikiwa too much. Lakini pia kula vyakula kidogo kidogo, usile vyakula vingi kwa mkopuo. Mara nyingi basi unaweza ukapata tatizo la gesi. Ndio maana unatakiwa kula kidogo kidogo, kwa sababu tumbo linakuwa halina nafasi ya kutosha. Ni vyema ule mara nyingi, ila kidogo kidogo, ili kuepuka tumbo kujaa. Ikiwa maumivu sasa yanazidi au yataambatana na dalili zingine, nenda hospitali haraka mara moja. Inaweza kuwa ni ishara ya tatizo kubwa kama ectopic pregnancy au kuharibika kwa mimba. Namba 5, uchovu mkubwa au wa kuishiwa nguvu, extreme fatigue. Dalili yake kubwa ni kuhisi uchovu sana hata baada ya kupumzika, usingizi mwingi na kushindwa kufanya kazi za kawaida. Sababu kubwa hasa ni mabadiliko ya hormones, upungufu wa damu, na mwili unafanya kazi ya ziada kwa ajili ya mtoto. Sasa jinsi gani ya kuitatua? Jitahidi sana kupumzika vya kutosha, lala mapema, na chukua usingizi mfupi mchana. Kula lishe yenye nguvu, protini, nafaka, matunda kwa wingi na mboga mboga. Fanya mazoezi mepesi ili kuongeza nguvu. Epuka kazi nzito, na omba msaada kutoka kwa familia, ndugu wanaokuzunguka kama kazi ziko nyingi sana. Lakini pia basi wewe kama utakuwa na swali lolote au kitu chochote, basi usisite hapa kutuandikia. Na zaidi sana, hudhuria kliniki. Wito tunaokupa, hakikisha unafanya kliniki bila kukosa. Una changamoto gani uliyopitia wakati wa mimba? Andika kwenye comment hapo chini. Usisahau kusubscribe, kulike video hii kama imekusaidia, basi subscribe kwa mada zaidi kila siku. Na washiriki wa mama mjamzito, basi yote unayemjua, basi usisahau kumpa au kumrushia video hii, naye atakushukuru. Tumia nikutakia afya njema wewe mama pamoja na mtoto wako wa tumboni. Asante sana.